Mheshimiwa Sanda wa paroko, masista, watoto wa komunio kwanza, wanakwaya, viongozi wa kanisa, waamini wote kwa jumla, tumsifu Yesu Kristo. Kristo Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Kwanza kabisa natakieni heri ya sikukuu ya Corpus Christi, sikukuu ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na sisi tuna furaha kubwa kwa sababu tumepata baraka kutoka Mwenyezi Mungu kuwa na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu, chemchemi ya uzima wetu, chemchemi ya uzima wetu, Ekaristi Takatifu. Wapendwa, wakati leo tunaadhimisha sikukuu ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukiangalia katika historia ya kanisa, sherehe hii iliwekwa rasmi mwaka 1264 na Papa Urbani wa 4. Yeye aliona kwamba ni muhimu sana kuweka siku maalum kwa ajili ya kuheshimu sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na aliruhusu pia kufanya maandamano ya Ekaristi Takatifu kwa kutembeza mwili wa Kristo katika monstransi maeneo ya kanisa na nje ya kanisa. Ndio maana baada ya misa hii ya leo tunakuwa na maandamano ya Ekaristi Takatifu, tukiwa tunasali ili baraka kutoka mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo sisi sote tupate, sisi na watu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Swali kwa watoto wa komunio kwanza. Ekaristi Takatifu ni nini? Takatifu ndiyo sadaka yenyewe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyoianzisha ili kudumisha sadaka ya pale msalabani kwa karne zote. Hongera. Tuwapigie makofi. Ndio, Ekaristi Takatifu ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Tunaleta sadaka ya mkate na divai, na kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu inageuzwa kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na sakramenti hii ni ya pekee katika kanisa takatifu. Ndio maana tunaita ile sakramenti ni sakramenti kubwa na sakramenti kuu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio sakramenti pekee yake tunaweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo kama alivyo. Tuna sakramenti ngapi katika kanisa Katoliki? 7. Ya kwanza Ubatizo, ya pili, kipaimara, ya tatu, Ekaristi Takatifu, ya nne, kitubio la upatanisho, 5, mpango wa wagonjwa, 6, daraja takatifu, 7, ndoa. 8. Lakini kwenye shirika letu, msimamizi wa shirika letu Francisco wa Sales alisema kwamba mafari wote lazima wawe na sakramenti ya 8. Ni sijui Kiswahili inaitwa, Kiingereza inaitwa knowledge au ufahamu wa akili au labda kwa sababu lazima awe na akili ya kuongoza masakramenti. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni ya pekee, tunaweza kupokea Bwana wetu Yesu Kristo kama alivyo. Ubatizo hatuwezi kumpokea kama alivyo. Kipaimara, ndoa. Na kwa sababu katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu tunapokea nini? Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kama alivyo. Tunaona upendo wake, anakuja yeye peke yake katika maisha yetu. Kwa hiyo maana tunaita ile sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni kama sakramenti kuu au kubwa. Ya kanisa inaona muhimu sana kwamba kanisa imetupatia
nafasi ya kupokea sakramenti hii kwa mara nyingi. Sakramenti gani tunaweza kupokea zaidi ya mara moja? Ubatizo unapokea mara ngapi? Sakramenti gani unaweza kupokea mara nyingi katika maisha yako? Ekaristi Takatifu na nini? Kitubio na nini? Ndio mbili. Na kuna wengine wana bahati labda wanaweza kupokea ndoa mara mbili, au bahati mbaya au bahati nzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ni sakramenti moja. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana kanisa iliona muhimu sana kupokea Bwana wetu Yesu Kristo. Zamani Wakatoliki walikuwa wanaruhusiwa kupokea angalau mara moja kwa mwaka, wakati wa Pasaka, kabla ya Vatikani, kabla ya mtaguso wa Vatikani wa pili, ilikuwa mara moja na mara chache sana. Lakini kanisa iliona kwamba ile sakramenti inaongoza watu lazima wapokee mara nyingi katika maisha yao. Na sisi msimamizi wa shirika letu Francisco Sales, yeye anasema kwamba Ekaristi Takatifu ni jua ya maisha ya watu wa Katoliki. Unajua jua, si ndio? Jua maana yake kuna mtu anaweza kuishi bila jua. Sio watu tu, sio binadamu peke yao. Hata wanyama, hata mamiti ya porini. Hamna chochote anaweza kustawi bila jua. Na yeye anasema kwamba Ekaristi Takatifu, komunio au mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ni jua katika maisha ya Mkatoliki. Maana yake hii inatupatia uhai, chakula cha kiroho. Unaweza kukua katika kimwili na chakula cha kimwili, lakini unaweza kuwa na kiroho, roho wako umekufa kwa sababu hauna chakula cha kiroho. Ni jua la maisha yetu. Kila mtu apate nafasi ya kupokea na kuwa na chakula cha kiroho katika maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Na unaweza kuuliza swali, ni fumbo la imani yetu ya Ekaristi Takatifu, kwa sababu hatuwezi kuona kwa macho yetu. Unaweza kuona kwa macho yetu mkate na divai, kwa sababu mafumbo katika mkate na divai, ukiangalia kwa macho yako ya kimwili unaona pale yanapokea au anaonyesha mkate na divai, lakini kuna siri ndani yake, kuna nguvu ndani yake, kuna mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ndani yake. Kwa mfano, wataalamu wanatoa mfano wa umeme, nyaya za umeme. Kwa ukiangalia mkate haibadiliki rangi, divai haibadiliki rangi, haibadiliki harufu, haibadiliki hata size ya mkate, inabaki size ile ile. Na wanatoa mfano wa nyaya za umeme. Unaona umeme, utaona ile nyaya, lakini nguvu inabeba ni kuwa uguse, utaona nguvu yake, si ndio? Uliwahi kuguza? Hiyo nguvu ndani ya ile nyaya. Haibadiliki chochote, haibadiliki rangi, lakini kuna nguvu ndani yake. Hiyo Ekaristi Takatifu. Utaona ndio Mtakatifu Thomas Aquino anasema kwamba imefichwa ndani ya macho yetu, lakini kwa imani kuyaona. Lakini wakati wa sakramenti kubwa tunaimba hiyo, kwa macho yetu hatuwezi kuona, lakini kwa imani tunayaona. Na Mtakatifu Paulo Pio anasema kwamba unaweza kuishi bila jua. Sisi Wakatoliki tunaweza hata kuishi, haiwezekani kuishi bila jua, lakini anasema kwamba unaweza kuishi bila jua, lakini huwezi kuishi bila Ekaristi Takatifu, bila Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Na mambo mawili muhimu sana wakati tunapokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Mambo mawili muhimu sana. Ya kwanza, tupokee Ekaristi Takatifu wakati tuko kwenye hali ya neema.
Tupokee yakisakatiwa kwenye hali gani? Ya neema. Maana yake mwenye dhambi hawezi kuja kupokea nini? Ekaristi Takatifu. Kwa maana hao watoto kabla ya kupokea kabla ya kwanza walipata sakramenti gani? Ya kitubio. Jana walikuja wote kuungama dhambi zao. Ile kitu cha kwanza lazima tuwe nayo ni hali ya neema. Kwa sababu usifikirie kwamba nikipokea Ekaristi Takatifu haina nguvu ya kuondoa dhambi zetu. Wengine wanafikiria kwamba nikienda kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo anaondoa dhambi zetu. Hapana. Ekaristi Takatifu haina nguvu ya kuondoa dhambi zetu. Kuondoa dhambi zetu ni kwa njia nini? Sakramenti ya kitubio. Si unatoka tu kasini unaona tu kisemeanza unaenda kupokea Bwana wetu Yesu Kristo wakati umetenda dhambi ya aina zote. Alafu unakuja kupokea Bwana wetu Yesu Kristo unasema kwamba atanisamehe. Kwa sababu mwili wake imeingia katika maisha yetu. Paulo anasema nini katika waraka wake? Anasema kwamba ukipokea Bwana wetu Yesu Kristo bila matayarisho itakuwa sio baraka, itakuwa nini? Laana. Msifu Yesu Kristo. Kwa kila mtu wakati anakuja kupokea au kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo lazima awe tayari, afanye matayarisho. Msifu Yesu Kristo. Na kwenye matayarisho ya misa takatifu, ndio sisi sote tunakuja kanisani. Misa takatifu kawaida yetu misa za Jumapili ni asubuhi. Na matayarisho gani tunafanya? Kwa mfano, wanayo majirani yetu, tuna harusi, wanafanya matayarisho gani? Wewe kama binafsi, ni jirani tu, rafiki yako anafunga ndoa, unaanza matayarisho kabla ya mwezi mmoja, si ndio? Wakina mama tayari ameshanunua nguo zake au vitambaa ya kushona nguo, na ameshaanza staili gani asuke, si ndio? Unachagua kabisa. Na baba tayari ameshanunua suti yake. Matayarisho anafanya kwa ajili ya sherehe. Na tunakuja sherehe, karamu ya Bwana, sherehe ya Bwana. Wengine wanaamka tu kitandani hata bila kupiga mswaki wanakuja kanisani. Leo wakati tunapata tao wakati wa kuamsha mdomoni. Hawajapiga hata mswaki, hata kunao hamna. Wengine wanawake ovyo. Wengine wanakuja na madambili. Mnachomeaga kwenye choo pale. Ndio jamaa, wanatayarisha gani? Wengine watoto wamefanya vizuri kwa sababu wana sherehe yao. Sio wote, lakini wengine wapo. Kwa nini umeshindwa kuchukua ile sare nzuri? Kwa sababu inaenda kwenye nini? Misa takatifu. Ni tunakuja leo ovyo. Tunaenda kupokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa heshima. Huwezi kwenda kumwona mtu ofisini bila heshima, si ndio? Na unaenda kupokea Mungu wetu. Tuna heshima gani? Kwa hiyo ndugu zangu, ni matayarisho ni lazima kabla ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tumpokee kwenye hali ya neema. Ya pili, lazima tumpokee kwa imani. Tuende tupokee kwa Ekaristi Takatifu kwa imani. Wengine wanakuja tu kwa sababu rafiki yako anaenda au mwenzako anakaa na mimi anaenda, kwa hiyo mimi pia naamka nienda kumpokea bila imani. Kwa sababu haya mtu unaweza kuona, unaweza kupata baraka, unaweza kuonja upendo wake, unaweza kuona mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa imani. Kama unaenda kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo bila imani, ndio maana wakati pale anawapa Ekaristi Takatifu anasema mwili na damu ya Kristo, au mwili wa Kristo, au mwili na damu ya Kristo. Mnasemaje? Wengi hawasemi. Sasa zingine ziwapani, naambia manarudia mwili wa Kristo, mwili wa Kristo, anatazama. Wengine ukiwaambia mwili wa Kristo,
Asante baba. Maana umepata chakula kidogo kuona. Ukipata kitu chochote ni tabia yetu nzuri kuhusiana nini? Asante. Bila wa Kristo, asante baba. Ndugu zangu wapendwa, kwa sababu wakati unaenda mahali anainua ile mkate anakuambia mwili na damu ya Kristo, mwili wa Kristo. Unakubali, wakati unasema amina, unakubali nini? Ni mwili wa Kristo. Kwa lazima uende kupokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa imani. Ila imani. Kwa hiyo ukipokea Bwana wetu Yesu Kristo bila imani, haiwezi kufanya chochote kwenye maisha yako. Kuliko baraka unaleta laana. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, hapa mambo mawili lazima na watoto hii lazima muwe nayo. Ya kwanza matayarisho. Na ninajua kabisa kila Alhamisi kuna kuabudu hapa. Na baadhi anakaa kwa ajili ya maungamo. Hata niliwahi kuja mara nyingi hapa kwa ajili ya kuabudu. Kwa sherehe sana wanapokea kama zaidi ya 500 watu au 200 wanapokea kaminio. Anaongana na 10. Labda wote ni watakatifu. Sisi zote labda tutende dhambi. Kamsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu ya kwanza matayarisho ifanyike. Tumpokee Bwana Yesu Kristo kwenye hali ya neema. Ya pili kumpokea kwa imani. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kristo. Watoto mpo? Tupo. Ni shabari.